kufuli vipi? Grace! Abe! Bwana najaribu kufungua ili kufuli alifunguki. Kuna nini tena? Wewe naye. Kila siku unafungulia yeye. Ndio hilo nafungua na hiyo funguo, lakini leo naona. Kwa unafungua ngapi ndugu yangu? Ziko 2 tu. Moja nimesahau kazini, nyingine ndio ninayo. Unaifungui. Vipi kwani? Funguo leo haifungui kabisa. Na wewe nawe funguo wako si umeuacha nyumbani kwangu? Hey. Mama. Mbona mnacheka? Sijaribia kufungua. Jamani, hii funguo unaiona hii yenye kufuli. Hii ulioniletea zinafanana? Jaribu. Shambia jaribu. Wenyewe. Karibu. Afadhali kakaangu umekuja nisaidie kufungua. Wewe naye. Kwani kakufuata wewe? Sasa unanisaidia au vibaya? Kaja na mambo yake, tulia. Kwani nimekuja kwa ajili yako? Karibu. Asante. Kwani limefanyaje? Limegoma kufunguka. Hii kufuli yenyewe mbona imeharibika? Imeharibika? Asubuhi nimefunga vizuri, nimeenda kazini. Ndio narudi unaniambia imeharibika. Au ulitaka kuibiwa? Pengine nimeibiwa. Sio nilitaka. Yaani hii kufuli utumbo wake umeharibika kule ndani. Kwa hiyo hamna funguo yoyote ambayo inaweza ikafungua hapa. Pole mama. Pole sawa. Kwa nini usiende nyumbani kupumzika? Kwa sababu kama mtoto ameshapatiwa matibabu. Siwezi. Hamna mama. Nenda tu nyumbani ukapumzike. Siwezi. Hamna mama, ungine tu kupumzika kwa sababu madaktari hospitali tupo vizuri sana, tutamhudumia mtoto. Na pia unahitaji kupumzika. Afya yako ni muhimu vile vile kama ilivyo ya mtoto. Najua mwanangu. Lakini kwa sasa uhai wa mtoto wangu una thamani kubwa sana kuliko mimi. Sasa kwa hiyo ukitaka kuingia ndani uchomoe hiki. Hii si misumari. Unaweza ukang'oa hii katoka na hiyo kufuli ukaingia zako ndani. Alafu hapa napacha. Hapo sasa sijui. Kwa hiyo mtafute ambaye anayekatakata kufuli hizo. Jaribu basi wewe kaka, unajua. Unaweza ukafikiria kidogo maarifa yakacheza. Afu ndo mwanaume hapa ndo tunakutegemea. Haya, asanteni. Nitawasaidia. Mama samani na shida na wewe kidogo. Naweza tukaongea. Na sisi. Au vipi kama unaweza ukamwita ndugu yako aje kumwangalia mtoto? Yes. Hapa unavyoniona. Mimi ndio baba. Mimi ndio mama. Siwezi kumwacha mtoto wangu, siwezi. Mimi nadhani bila ya kukosea kuwa wewe ni jirani yake na Jakaya. Mimi ni mdogo wake na Jakaya. Dhumuni la kuja kukutafuta, maana nilifika pale kwako nikaambiwa kwamba umekuja huku, na ndio maana nimekufuatilia hadi huku. Hiyo kwamba unajua Jakaya amepatwa na matatizo? Natambua. Sawa. Na unafahamu kwamba binti yake pia anaumwa? Najua.
Sasa dhumuni la kuja hapa na kukufuata mpaka hapa ni kuisaidia familia ya Jakaya, chochote ulichokuwa nacho, ili tuweze kumsaidia mwenzetu na familia yake. Samahani dokta. Bila samahani. Hivi hii hali inaweza ikamchukua mtoto wangu kwa muda gani? Inategemea, inaweza ikawa siku 2 au siku 3 kwa sababu bado yuko kwenye uchunguzi. Vingine vyote nitakuelewesha kutoka hapa na kuomba uje ofisini. Sawa dokta, nashukuru, nimekuelewa. Unajua Jakaya hakutenda kitendo cha kiungwana kabisa. Na nilimshauri mke wake, lakini hakunielewa. Na hapa mtaani watu wote wanajua kwamba Jakaya ndiye aliyeua. Hapana mama, hiyo ni kama fasihi simulizi. Huzaliwa, hukua na pia hufa. Itatembea lakini itaisha. Jakaya si muuaji. Niulize mimi ndo ambaye nafuatilia kesi ya Jakaya. Jakaya amesingiziwa tu. Umaskini wake ndio unayemwadhibu mpaka sasa hivi. Kweli kaka? Kweli kabisa. Maana hapa mtaani watu wote wanajua kwamba Jakaya ndiye aliyeua. Na kila mtu anamwogopa hata kumsogelea mke wake. Na ameifanya kuwa hata familia yake kukosa amani. Mama. Mwanangu. Mama mwenyewe. Oh, usijali mtoto wangu. Niko hapa kwa ajili yako. Mbona baba simama? Baba atakuja, sawa mwanangu? Dokta. Na sisi hapa mtaani wote tumekubaliana kwamba tumtenge kabisa mke wake. Mama, unavyonieleza hivyo, maumivu ndo yanazidi katika moyo wangu. Natamani nichukue kispika nitembee katika hiki kijiji chote, yaani kila sehemu, ili nizungumze kwamba Jakaya yeye si muuaji wala hana hatia yoyote. Kweli kaka? Maana mtaa mzima wote anajulikana kuwa Jakaya ndio aliyeua. Sawa. Sijui mtanisaidia katika hili. Kama unachokisema ni kweli, Jakaya hausiki, basi nitakaa na wanawake wenzangu na wanakijiji wenzangu hapa, tutashauriana na tutamchangia Jakaya. Maana tayari watu walishakuwa na mioyo yao ilishakataa kabisa na tushamtenga kabisa. Hatuko karibu naye. Tashukuru sana. Tashukuru sana. Asante mama kwa wema wako. Sawa. Karibu. Sasa sijui ndugu zangu nafanyaje. Unafanyaje kuhusu nini tena? Huyu kaka anasema Jakaya hajaua. Hajaua? Na hapa kijijini kote watu wanajua kwamba Jakaya ndio aliua. Kaua mwanafunzi wake mwenyewe kabisa.
na alikuwa anamfundisha na alikuwa anamchukia. Grace, una hakika gani kama kaua? Au unaongea tu? Ulikuwepo kwanza akiua? Au ulishuhudiana ni mwingine kauawa na Jakaya? Yaani hapa ndo najiuliza, hivi kweli wanakijiji watanielewa kweli? Kwanza cha kufanya utoke hapa, uende serikali za mitaa, ukawafikishie hiyo taarifa. Watajua watakusaidiaje au watasolve vipi ile tatizo. Itabidi sasa mnisaidie. Wote twende hiyo serikali za mtaa. Naende mwenyewe kwenda kutangaza. Mimi nitakuwa na wewe sambamba. Tutatoka hapa, tunaenda serikali za mitaa. Unafika pale unaongea, kila mtu anaendelea na shughuli zake. Mgonjwa wetu tumempima na tumegundua ana matatizo makuu mawili. Kwanza ana shida kwenye macho. Na pili ana shida kwenye moyo. Dokta, moyo tena? Ndiyo moyo. Tumegundua moyo wake ni mkubwa. Moyo. Na tatizo la macho tunaweza tukasimama nao sisi hapa hospitali. Lakini la moyo lazima apelekwe hospitali ya Jakaya. Mwenyezi Mungu. Kwani mimi nakosea wapi? Nakosea wapi Mungu? Kwa nini mimi tu? Kwa nini Mungu? Kwa nini mimi, familia yangu? Pole sana. Sasa mama, hapa itabidi tujipange tu sasa hivi kwa ajili ya gharama, kwa sababu hata hiyo tatizo la macho sio dogo. Dokta, wewe hujui tu. Hujui dokta. Mimi najiandaa nini sasa? Najiandaa nini sasa na mtoto? Najiandaa kitu gani sasa? Najiandaa nini? Mimi najiandaa nini? Mimi najiandaa nini dokta? Wewe mwenyewe mimi najiandaa nini? Kitu gani? Najiandaa mtoto. Mimi sijui. Mungu, dunia imenilemea baba. Pole sana kwa matatizo, ndio binadamu, hatukosi mitihani. Mungu atakusaidia, kila kitu kitaenda sawa. Shemeji. Pole shemeji. Asante. Vipi hali ya mtoto? Hali ya mtoto kama ulivyomwacha tu, ndivyo ilivyo mpaka sasa hivi. Mbaya zaidi, vipimo vimeleta majibu makubwa na majibu ambayo yanahitajika gharama kubwa sana. Yaani hapa nilipo ukweli nimechanganyikiwa shemeji, maana sijui cha kufanya. Ukiangalia hali zetu jinsi zilivyo, uwezo hamna, mtoto anateketea. Basi sijui. Hapa wamesema kuwa huo ugonjwa wake wa moyo anatakiwa akatibiwe, lakini sio hapa. Na unatakiwa gharama kubwa sana.
Kama la tutakosa hiyo pesa, basi inabidi awe anafanyiwa sijui kitu gani, wenyewe wanajua madokta. Kila wiki tu tunatakiwa tunamleta hospitali, wanamwangalia, wanamtibia, anarudi, lakini ni kila wiki. Kwa hiyo kweli shemeji, hali bado sio nzuri. Kikubwa kinachohitajika mpaka sasa ni pesa. Wamesema sio anasumbuliwa na ugonjwa wa moyo. Wenyewe wanajua wataalamu, mimi sielewi. Nilipo tu hapa nimechanganyikiwa kuwaza hizo pesa tutazitoa wapi. Sijui wewe huko ulikotoka. Shemeji, huko nimehangaika toka asubuhi. Sijapata chochote. Nimepata kiasi kidogo sana ambacho hakiwezi kukidhi mahitaji. Kwa haya ambao unaniambia hapa, haiwezi kukidhi mahitaji. Lakini usijali shemeji. Mwenyekiti amenipa mteja wa shamba. Nataka niuze ile shamba langu kule ili tuweze kumtibia Juma. Na saizi hapa wanataka tuonane. Shemeji, tashukuru. Wazo zuri. Na pia Mungu akubariki kwa kuendelea kwa pamoja na mimi. Umekuwa faraja kubwa sana kwenye maisha yetu. Basi fuatilia shemeji, tujue nini tutapata, na Mungu asaidie basi lihuzike kwa wepesi zaidi, ili tuweze kupata hiyo pesa. Tuangalie hata pa kuanzia wapi kwa ajili ya mtoto. Usijali shemeji, Mungu yuko pamoja na sisi. Na Lima atapona tu, atakuwa sawa. Haya, niwacha nikaonane na mwenyekiti. Sawa shemeji, nashukuru sana. Mama. Pole, nimekushtua. Dokta. Sasa nilikuwa nataka nikupe utaratibu ambao unaweza kuanza kwenda nyumbani. Unatakiwa umchukue mgonjwa wako muende nyumbani, maana muda sio rafiki sana. Usiku kiza kitakuwa kikubwa. Kwa jiandaeni ili mweze kwenda nyumbani. Ni kweli dokta unachokisema. Lakini kiukweli mimi hapa unaponiona sina hata shilingi 1000. Nipo namsubiria mjomba wake ametoka kwenda kuhangaika ili aweze kuja na chochote tupate nauli ili tuweze kwenda nyumbani. Lakini nilikuwa naomba kama itawezekana, naomba nisaidie usiku huu tu mmoja. Hawezi kulala hapa ili kesho kukisha kucha basi nitaondoka naye. Naomba msaada wako dokta. Sawa, mimi nimekusikiliza, lakini changamoto inayokuja kulingana na hali yako ulionielezea kwamba hali ya kifedha kwako ni ngumu sana. Kwa hiyo endapo utaendelea kulala hapa, gharama zitazidi kuongezeka kama vile za vitanda na chaji nyingine kwa ajili ya huduma za mgonjwa. Unatakiwa ujitahidi tu uweze kumchukua mtoto ili uweze kwenda nyumbani. Dokta, mimi nimekuelewa. Nimekuelewa tu sana. Lakini naondokaje? Sina hata hela. Naendaje? Kwani gharama ya kufika nyumbani ni bei gani? Usafiri sio mbali sana na hapa. Lakini pia hata ningekuwa na shilingi 2000 ingetosha. Ningeenda na mwanangu, lakini sina. Pole sana. Kwenye kipengele cha usafiri hapo naweza nikakusaidia ili uweze kufika nyumbani. Sawa eh? Kwa jiandae muweze tu kwenda nyumbani. Utanisaidia? Nashukuru. Hapa. Uweze kwenda nyumbani. Dokta, asante. Haina shida. Pole tu, haina shida ya kupiga magoti. Mungu mwema atakusaidia. Utafika salama.
Asante, nashukuru. Samahani kwa usumbufu mwanangu. Nimekujia huu usiku, saizi ulikuwa umepumzika. Unisamehe sana kwa usumbufu. Hapa unaponiona nimetoka hospitalini, lakini nikaona ngoja nikimbie mara moja nije kuzungumza na wewe. Mtoto wangu, mimi nimekuja na kuomba sana. Nilishakuona wewe ni binti mwelewa, na hata mtu akikwambia kitu basi wewe unaelewa kwa wakati. Nimekuja ukaniombee msamaha kwa wamama wenzangu kule kwenye kikundi chetu. Maana ni watu ambao naona kabisa wamenitenga, mambo yamekuwa mengi, toka nimepata tatizo, hakuna mtu ambaye anajali chochote kile. Yaani nimewekwa pembeni kabisa. Kuna muda mwingine vitu vingine vinatokea ni kwa sababu ya hasira tu. Hata nikagombana kidogo na yule nesi mwingine, nadhani unamjua yule mama. Kutokana na maneno yake, lakini ni hasira pamoja na uchungu uliojaa ndani ya moyo wangu na haya ninayoyapitia. Mwanangu, mume wangu sio muuaji na wala hajafanya hilo kosa. Haya mateso tunayoyapitia yanaweza yakamkuta binadamu yoyote yule. Kwa hiyo nimekuja, naomba ukaniombee msamaha. Nahitaji sana msaada wenu wa mama wenzangu. Wewe ni mwanangu lakini ni mama kama mimi pia. Kaniombee msamaha. Nahitaji msaada wenu wa chochote kitu kwenye kikundi chetu. Kwanza, pole sana mamangu kwa unachokipitia, kwa sababu mimi mwenyewe binafsi najua unapitia wakati gani, unaishi vipi sasa hivi. Najua maisha yako ni magumu sana kwa sasa hivi. Mume wako hayupo, yuko polisi, mtoto wako ndio hivyo anaumwa. Kwa sababu hata juzi kuna mambo tulikuwa tunayaongelea pia ni hayo hayo kuhusu mume wako. Na vipi mtoto anaendeleaje? Mtoto bado hali yake sio nzuri mwanangu. Sio nzuri kabisa, ndio maana unaona naendelea kuhangaika kama hivi. Nahitaji msaada wenu kwa mama wenzangu, nahitaji sana. Nawe ni mtu pekee niliyekuamini wa kunifikishia ujumbe wangu kwao. Cha kufanya hapa mimi, cha kukusaidia ni kutoka hapa kwenda kwa wanawake, kuongea nao vizuri kuhusu hili swala na kuhakikisha kama wanajua kuwa mume wako sio muuaji. Nashukuru. Na pia swala la kusaidia kwenye michango nitajitahidi sana kadri ya uwezo wangu, na pia nitawahamasisha waweze tujiunge kwa pamoja tuweze kuchanga mchango uweze kusaidiwa. Nitashukuru sana mwanangu. Usijali mama. Na hilo mama. ndio kubwa ambalo limenileta hapa. Na Mungu akubariki kwa moyo wako. Kilichonileta hapa ni moyo wako. Kwa sababu nakujua wewe ni wa tofauti kabisa. Kwa hiyo mimi ngoja nikuache mwanangu upumzike. Vipi mama, mmekula chochote usiku huu pamoja na mwanangu? Usijali mwanangu. Mama, kama hujala sema tu. Kuna kidogo labda nikupatie chochote hapa, mwende kidogo mkapate riziki ya usiku. Usihangaike mtoto wangu, mimi nakushukuru tu kwa upendo wako sana. Ndio maana niko hapa. Sawa mama, asante pia. Yeah. Baba, samahani kwa kusumbua saizi usiku. Bila samani. Umefikia wapi kuhusiana na lile swala? Swala la shamba? Swala la shamba ndio. Sasa mimi mwenyekiti aliniambia kwamba kuna shamba kwenu mnaliuza. Ikabidi nikaenda kuliangalia. Katika kuliangalia, mimi kweli nitakata kulinunua. Lakini baada ya kufuatilia, nikaona shamba lile la family na lina mgogoro ndani ya family. Hapa ikashindikana kununua. Kwa hivyo na mimi siwezi kununua ambacho kitu chenye kina mgogoro ndani ya family. Baba,
Lile shamba lina mgogoro wa familia. Lile shamba ni la kwangu. Kwenye familia kila mtu alipewa shamba lake. Mimi lile la kwangu ndo nimeamua kuliuza. Lakini aliyekwambia kwamba lile shamba ni la kifamilia lina mgogoro amekudanganya. Shamba ni la kwangu mimi na nimeamua kuliuza kwa sababu ya shida zangu. Ni sawa, lakini sasa tatizo mimi matatizo ya kifamilia nayajua. Baba, nisaidie. Amna mtu mwingine yoyote mwenye ile shamba. Mimi ndo kwangu nimegaiwa mimi na mimi ndo nimeamua nisaidie. Mimi naliuza ile kwa sababu ya shida tu. Lakini ingekuwa shida mimi singeweza kuliuza ile. Baba, naomba nisaidie mimi. Kukusaidia inawezekana, lakini kukusaidia kwa hivyo inakuwa ni ngumu. Kwa sababu shamba lote lilikuwa na matatizo ya mgogoro wa kifamilia. Kwa wastani mimi kununua inakuwa ngumu sana. Baba, mimi. Nisikilize. Shamba lile sio la familia, la kwangu, haki ya Mungu. La kwangu mimi, haki ya Mungu, tena la kwangu. Sio la familia, naomba nielewe. Nishamwambia huko mama yake, nimemwambia kwamba mimi naenda kuuza shamba na hela. Tunamtibia mtoto, mimi nafanyaje mimi? Nisaidie mimi. Nisaidie hata kidogo. Nisaidie mimi, hata nipe hela nusu tu. Mimi nikamtibie tu yule mtoto tu mimi. Amewakosea nini yule mtoto? Mwana mdogo. Hajafanya chochote yule, nisaidie tu mimi, nisaidie. Tatizo ulozungumza usala mgogoro ni wana familia wenyewe, kwamba shamba hili lina mgogoro na shamba hili la kifamilia. Sio la familia, la kwangu mimi. Mimi nimeandikishwa nalo, mimi la kwangu sio la kifamilia. Naomba nisaidie babangu, naomba nisaidie. Mimi najua binadamu shida ni za kawaida. Lakini pamoja mtu anakuwa na shida na mimi nitaingia kwenye shida vile matatizo hapo kama nitanunua shamba lile. Mimi siwezi kununua kwa kusema kweli, kwa mimi siwezi kununua. Labda utafute mtu mwingine wa kulinunua, lakini kwa mimi siwezi kununua shamba la mgogoro wa kifamilia. Wale imekuwa ngumu hivi. Yakaya na mchoma kimya kinamliza.